Ukitaka kuona mustakabali wa taifa linalokuja baadaye, waangalie vijana. Vijana wengi wa sasa hivi kazi yao ni kushinda kwenye mapulitego, anashinda kwenye manania kamari. Ndio anaitakidi kwamba mafanikio yake yako pale. Wamekajiri dhali. Tunasema haya kwa sababu kuna watu hawabebi fikra zao, wanabebeshwa fikra na watu wa ovyo. Tena wengine wako mitandaoni, mtu anabeba fikra za mtu wa mtandaoni. Tena mwingine hayuko nchini, yuko nchi za nje, anamuhamasisha mtu, toka ukaandamane, toka ukafanye 1 2 3, toka ukatetea haki gani wakati wewe mwenyewe ukitetea haki. Hata mara nyingine huyo anayemuhamasisha yeye mwenyewe hana ustaarabu. Anahamasishwa na mtu kwenye mtandao, mtu mwenyewe anayemuhamasisha kufanya vurugu, yeye mwenyewe katika nafsi yake hana ustaarabu. Hana ustaarabu wa mavazi, hana appearance yake, muonekano wake ni mtu wa hovyo. Kama mtu ameshindwa kujistiri yeye mwenyewe katika mavazi, alafu anakuhamasisha wewe ukatoke sijui tarehe ngapi ukaandamane, alafu yakikufika yeye kufika hawezi kukusaidia hata dozi ya dawa, hawezi kukusaidia chochote. Yeye mwenyewe hajiwezi, hana adabu, hana heshima, ameshindwa kujiheshimu yeye mwenyewe katika mavazi yake, kwenye mwili wake. Alafu wewe kwenye mtandao anakuhamasisha, kijana amka, kijana unanyanyaswa, kijana unaonewa. Wewe mwenyewe kijana hutaki kufanya kazi. Anayekuamrisha anapitia kwenye mtandao, hayupo nchini, yuko nchi za ughaibuni, alafu wewe unahamasika. Akili unayo kweli? Je, mbona yeye haji sasa? Kama anakuhamasisha wewe, mbona yeye haji ili uje ushirikiane naye? Kama ni kuumia, aanze kuumia yeye, umuone alinihamasisha, ameanza kuumia na mimi naungana naye. Mbona yeye haji sasa? Alafu anakuhamasisha wewe, toka barabarani. Tunahitaji kujenga jamii, tunahitaji kujenga taifa lenye maendeleo, lakini sio kwa fikra za vijana wa ovyo wanaohamasishana mambo ya ovyo kwenye mitandao ya kijamii. Min ajli dhalik wasallallahu sallallahu alaihi wasallam shabab, kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya vijana bora, kwa ajili ya vijana ambao wanahitajika katika jamii. Uislamu kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uislamu uliyaona haya kupitia mtume aliwahusia vijana. Wajaha lahum al-kathira min an-nasaih. Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza nasaha nyingi kwa vijana, na ndio sisi tunaelekeza nasaha kwa vijana kupitia membari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwapa nasaha tukawimuhum, aliwapa nasaha za kuwa na msimamo katika mambo mazuri. Mtume aliwajenga vijana katika mambo ya mazuri. Mtume aliwaelekeza vijana wawe na msimamo kwa dini yao, wawe na msimamo kwa Mungu wao, wawe na msimamo katika jamii yao, wawe na msimamo mzuri katika nchi yao, wasije wakaharibu maisha yao, wasije wakaharibu maisha ya jamii yao, wasije wakaharibu maisha ya taifa lao kwa fikra mbovu za watu. Mtume aliwaelekeza vijana hayo. Alafu wahadhabahum, akawahimiza. Mtume akawahamasisha vijana wawe na msimamo katika mambo mazuri, likaya yakunu salihin, wawe na msimamo vijana wa Kiislamu, hasa vijana wa Kiislamu. Kijana wa Kiislamu, kijana mwenye akili, hatakiwi kuelekezwa mambo ya ajabu ajabu na yakafuata mkumbo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha aradta an taf'ala amra fatadabbar aqiba. Ukitaka Muislamu kufanya jambo lolote, angalia mwisho wa jambo hilo. In kana khaira famdi, jambo hilo lilikuwa ni la khair, fanya. Wa in kana sharra fanta, jambo hilo lilikuwa ni baya, acha. Wewe unahimizwa kuharibu maisha ya nchi yako, unahimizwa kuharibu maisha ya jamii yako, na wewe unakuwa mstari wa mbele. Hivi kweli una akili? Unahimizwa na mtu hayuko, yuko ughaibuni, anakuuliza fanya hivi, fanya hivi, kinukishe. Utaishi wapi? Mama yako, hebu muangalie mama yako, ana uwezo wa kukimbia? Waangalie wadogo zako, angalia watoto wako, angalia wazee wako. Nchi ikichafuka wanaweza kukimbia. Mbona haufikirii wewe kijana, na hasa wewe kijana wa Kiislamu? Mtume Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahamasisha vijana likai yakunu salihina, vijana wawe ni watu wema, alafu muslihina, wawe ni vijana watengenezaji, sio vijana waharibifu. Kijana wa Kiislamu utakiwa kuwa kijana muharibifu. Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tulqu bi aydikum ila tahluka, msijipeleke katika maangamivu kwa mikono yenu. Hakuna wa kukutetea wewe wala kuhamasisha, lakini siku ukishikwa hakuna wakuja magereza kukuletea chakula wala kuhamasisha tukana, fanya vurugu, fanya fujo. Lakini ukija ukifika ukatiwa nguvuni katika mikono ya dola, hakuna wakuja kukusaidia wewe. Wanaanza kuhangaika ndugu zako, unawapa shida wazazi wako, wanaanza kuumia. Lakini sasa hiyo ndio imeshakufika. Si umehamasishwa leo ukahamasisha? Uislamu hautaki fujo. Uislamu ni dini ya amani. Al-Islam ndio maana ikaitwa al-Islam. Neno Islam ni salama, amani. Wallahu yad'u ila dar salam. Allah anatulingania sisi katika nyumba ya peponi ya amani, lakini lazima amani ianzie hapa duniani. Vijana lazima wawe ni watengenezaji, sio vijana waharibifu. Hatutarajii kumuona kijana wa Kiislamu anakuwa ni muharibifu. Anakuwa yeye kijana wa Kiislamu ndio mwanzo wa vurugu. Anakuwa yeye kijana wa Kiislamu ndio mwanzo wa machafuko. Uislamu hauruhusu machafuko. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vijana aliowalea akawatengenezea mazingira mazuri, ilifika mahala mpaka akawapa na uongozi, tena uongozi wa majeshi, uongozi muhimu kama faala ma Jaafar ibn Abi Talib. Mtume aliwapa uongozi Jaafar ibn Abi Talib alikuwa kijana mdogo wa Zaid ibn Haritha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja akasema, anatuambia sisi na umati wake, usikum bishababi khaira fa innahum araqu afida. Mtume aliwahusia, na wahusieni hii watu, na wahusieni muishi na vijana kwa kheri, na vijana ishini kwa kheri katika nchi zenu, ishini kwa kheri katika jamii zenu, ishini kwa amani katika jamii zenu. Msihamasishwe kufanya furugu, msihamasishwe kuharibu nchi yenu, msihamasishwe na watu ambao hawapo ndani ya nchi. Wao wenyewe wanashindwa kujitawala, kujikontrol, alafu mtu anakuja kuhamasisha kufanya fujo, anakuhamasisha ikifika tarehe fulani kafanya furugu, toka barabarani. Utakuja kuacha mwenyewe siku moja, alafu ndio utakuja kujua kumbe wale walikuwa wananipotosha. Wewe Uislamu unamhitajia kijana kwa ajili ya maendeleo ya taifa lake. Unamhitajia kijana kwa ajili ya mustakbali wa jamii yake na mustakbali wake yeye mwenyewe. Hakuna nchi iliyofanikiwa bila ya nguvu ya vijana. Lakini pia kwa kumalizia hotuba yetu, lazima vijana wetu na pia lazima serikali yetu iangalie ni namna gani itakuwa inatengeneza utaratibu mzuri kwamba vijana lazima wapite katika misingi mizuri ya kiimani. Fala amana bila imani. Amani hakuna kama hakuna imani. Amani hakuna kama hakuna watu wenye imani nzuri. Na imani lazima wawepo watu walezi wa kiimani, ni watu wa sawa sawa. Maana kuna baadhi ya walezi wa kiimani wapotoshaji, wanakwenda kwa maslahi yao, sio kwa maslahi ya jamii. Lazima serikali iangalie kuna vituo vya kusomesha watu imani. Vituo hivi viko sawa sawa, vinafundisha imani iliyo sawa sawa, havifundishi itikadi za vurugu, havifundishi itikadi za ovyo. Ili nchi iwe na amani, lazima kuwa na watu wenye imani ya hofu, imani ya sawa sawa, imani ya kumwogopa Mwenyezi Mungu sawa sawa. Lakini sasa hivi madarasa nyingi zinavunjwa na masomo ya secular kwa sababu ya kuangalia kidunia, lakini hawajui kwamba hawa waliopo sasa hivi ambao ndio wanaendelea kuilinda amani ya nchi walipita katika misingi ya imani, wakafofishwa, wakaambiwa mzazi ni nani, wakaambiwa mzee ni nani, mtu mkubwa ni nani, wakaambiwa kiongozi ni nani, wakaambiwa serikali ni nini, wakawa na hofu, wakaambiwa atiu Allah wa atiu Rasula wa ulil amri minkum, wakaambiwa mtini Mungu, mtini mtume na mtini wenye madaraka, na muwatii na muwaheshimu wenye mamlaka. Uislamu unatambua mamlaka. Uislamu kaelekeza watu wamtii Mungu, wamtii mtume, wawaheshimu
iliyokuwa sawa sawa. Kuna watu wanafundisha misingi ya kiimani lakini sio sawa sawa, wanahamasisha vurugu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, na hasa vijana, tunawahusia usihamasishwe kuharibu nchi yako, usihamasishwe kuvuruga nchi yako, bali atakayekuhamasisha kuhamasisha kufanya maendeleo ya kwako na maendeleo ya jamii yako na maendeleo ya nchi yako, na kuwaheshimu viongozi wako, sio kuwatukana kwenye mitandao ya kijamii. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie imani katika nchi yetu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie uchaguzi wetu uweze kupita kwa salama na amani. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie viongozi walio bora.